Good morning internet. Karibu kwenye Mlimba Vlog 2025. Safari yangu inaanzia hapa Mlimba Station, moja kati ya vituo vya treni vinavyopatikana mkoani Morogoro, nchini Tanzania. Ni asubuhi yenye upepo mwanana na leo safari yangu inanipelekea mpaka Makambako. Lakini kabla sijafika huko, hebu tuanzie hapa Mlimba. Mlimba ni kijiji kidogo chenye historia ndefu kidogo. Ni sehemu ambapo reli inapita katikati ya milima, ikitoa mandhari ya kipekee kabisa. Watu wa hapa ni wakarimu na maisha yake ni ya utulivu kabisa. Na kila kona unahisi nguvu ya asili. Ni sehemu ambayo ukiwa hapa unajisikia mbali kabisa na kelele za miji. Hakika hii ni Tanzania halisi. Sasa hapa kila kipande cha njia kina hadithi. Kila kituo kina watu na kila treni ni safari mpya. Safari hii imenikumbusha kitu kimoja. Imenikumbusha kuwa Tanzania ni nchi yenye uzuri usioisha. Kutoka Mlimba hadi Makambako, kila eneo lina sauti yake, pumzi yake na hadithi yake. Asante kwa kutazama Mlimba Vlog 2025. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Safari yetu bado inaendelea. The same way for both positions, or else it won't take. LinkedIn is not smart enough to figure out if the spellings are slightly different, that it's the same company. Or if you're picking your company from a drop-down menu, which will happen if your company already has a LinkedIn company page, and you'll see some drop-down options here, then obviously make sure you're picking the same company from the drop-down menu. Now fill out the application for this particular position and the start and end dates, and remember to please fill out the description profile that really wows people, that gets their attention, and helps you attract your ideal customer. Thank you so much, and see you in the next. Kitu hicho nao, kitu cha utumbo na mbuzi nao makishenzi cha kinyamanyama. Ujamini bonde hapa. Nipakua Kiswahili kwa sababu I have no way, yani ndio walivyoniletea na ndio hivyo nilipopakua. Hai bwana. Soko hapo hizi amini hii supu wanangu ni shilingi 3000. Kwa nyama yote hii hapo 3000. Natali. Hapa kuna nini hapa? Naisikia kwa limao hii. Yani limao pamoja na pilipili. Pepsi ndugu yangu. Yeah. Naoma sana. Ngoja tupige basi usosi na chakula kitapoa. Kitu changu cha Pepsi hicho kishakuja.
Tupe maelekezo kwa sababu wewe ndo mwenyeji wetu hapa. Hii ni experience mpya. Kwa mara nyingine tena. Hii inaitwa Mlimba Mbeya. Mlimba. Kenje. Vyake. Ana channel yake special. Humo tunabewa na. Tukae hapa. Sasa hizi jamaa. Subiria treni yetu. Treni inafika saa 10 na sasa hivi ni saa 10 kasoro. So we just roaming around. Subiria treni. Naifanya safari zake kutoka Dar es Salaam kuelekea Makambako. Kwa sasa imeshatoka kituo cha Chita. Hivyo basi naomba ila wetu wote wanatarajia kusafiri na usafiri huo, naomba wasogee na warahisishe wale ambao mpaka tumezidisha. Tena kwa lishi tu hivi. Hapo tayari.
Ingie ndani. Cheki mwanangu anavulalamika hapa. Mwanangu amemind. Ameshazoea kupanda SGR. Kakutana na chuma sasa. Wapi umo? Yuko wapi kwani bro? Mwasi muoni tena. Ah, yule kule mbele. Yeye yuko mbele kabisa huko. Amna nilichosahau hata kimoja. Nikatoa tuwagwata. Wa kwanza namba 1, wa pili namba 2, wa tatu namba 3. Namba imeandikwa kwenye mlango. Ameandika Kirumi. Tena namba za Karimu. Hamna sio Kirumi. Namba kawaida. Sasa utaweza kupanda hapa. Tupokeane. Sio kashika hii bwana, itakuangusha. Na bora mimi nimeanza kutangulia. Kuna na Tobi. Uje basi. Leta mizigo mjomba. Hapa naona ni toilet. Nani huyu? Niite huyu dada. Dada, Zakaria mwite dada aje. Dada. Let's go maniga, tangulia. Let's go maniga. Tangazo. Tanzania Zambia Railway Authority, Tanzania Coast. Nini hapo? Tangazo ya ugonjwa. Anakuita brother pale. Hapa au? Hapo. Hamna watu. Ingine kushuka. Mablanketi. Ingine mumu ya mumu. Okay, mambo vipi dogo? Shwari. Sorry. Ingia kabisa tupishane huku nje jamani. Huku feni na waka dada. Sasa dada akaondoka akakuacha mwenyewe hapa. Jana feni, hapa issue kubwa ni umeme. Kwa kweli umeme ndo mpango. Mimi nitalala kati mwanangu. Oya noma. Shikao. This is our room. Kuna vitanda vitatu, triple deckers. Kama wajua mimi shule nilosoma O level ndio ilikuwa na vitanda vitatu. So zote. Shule nyingi ni viwili. Mashule ya kizamani yale ndio vitanda vitatu. Sisi shule zetu unajua za kitambo tulizosoma. Press pia ya kitambo. Kwa hiyo lazima mpute vitanda viwili, vitatu. Sema blaza umetisha. Una hadi extension? Mimi natembea na extension. Blaza sanamu lako nitataka nikakujengee pale Ubungo pale. Kama Ronaldo alivyomheshimisha mjini kwao. Mimi sitakage shida. Umenyoka. Unajua Zakaria unatembeaga na nanilia na extension. Safari ndo nimeshangaa kwa nini hujatembea na extension. Upo Oya umeme upo wanangu, umeme upo. Chapili feni. Wanangu umeme upo na feni waka. Feni waka wanangu. Doma sana. Sasa kumbe una akili. Wewe mambo unayajua. Unajua nilikuwa na watu. Kwamba itakuwaje? Kumbe hiki. Inapanda. Ili mambo yawe mazuri Kwa hiyo sisi huku juu mmechagua tuweke mabegi. Ya huko juu tutaweka. Okay. Hairudi Unajua mzoefu. Vitu vyake. Anajua kabisa kwamba ngoma hii hairudi. Kwenda Mwanza kitambo hiyo. So for the time being tukitaka kukaa tunakaa. Locomotive parking lot. Okay. Sasa hivi hapa ni saa
saa 12 kama dakika 35 hivi. The train has just arrived here. I think we're waiting for other passengers to fill in so that the train can take off. This is dining hall inside the train. Sana simu za kuchaji. Ipo kumbe. Na SMS ndio kukaa huko tu. Ili mwache mzee alale. Sio ukao. Tukimaliza kula tunafukuza. Kwa kukaa. Tutakuja kufanyia kazi huko basi panafaa bwana. Na hapo kijana upate msosi kidogo. Wameandikaje hapo? Usitupe mfuko wa plastiki, tumia mfuko mbadala rafiki kwa mazingira. Mamlaka ya Reli ya Tanzania na Zanzibar. Sawa. Yeah. This is the cafeteria inside the train. That is big. Kama unavyoona. Siti zetu ndio hizi mwanangu. Drone pilot anasisitiza tunaweza tukakaa hapa tufanye kazi hapa. Sijui msamaji. Angalia msosi baba. Chuma hicho. Maana kwa internet huko makambazo unaweza kufika. Tulienda ndo kasingaje. Leo kaburi za kuja. Baada kama saa 1. Sasa hivi kama badala saa 1 sasa hivi ni saa 2. Tuseme saa 3 hivi. Kesho asubuhi ndo tunaingia nani Makambako. Makambako tunaanza kuingia Usiku wa leo. Saa 10. Saa 10. Nyinyi mmezoea ni mnapoongea hivyo mnaona jambo la kawaida. Wenyewe washazoea. Ningekambia ndio kwa mauzo. Basi ndio hivyo. Ndio nafikimbia. Shida ni hapo. Hii hapa tomato hii chini. Okay. Shida treni zile zinachelewa zikifika mbele zinapoteza ratiba hii. Kwa ratiba inakutana badilika juu kwa juu. Chumvi kukunywa. Okay. Na limao au pilipili kati. Limao na pilipili. Shukrani sana kwa kusaidia. Natoka. Kama hoteli fulani. Sasa hivi jamani simeona. Saa 2 hiyo jamani ndani ya treni hiyo baba. Oho. Treni ile jamaa alisema treni nini? Hii treni ilisema nini? So loyo. Of course ni loyo ndio, lakini ule jamaa alituambia ni kama kapo sijui. Limao nataka pata kitu cha pilipili hicho. Blaza akavua mpaka kofia. Anapata kitu hapo. Watu wamekuwa wengi kuliko idadi. Kabidi tunapoa mimi nikabidi na wakazi. Sema nimeongea nao. Kabla hapa bidi sister, hebu aliyoleta undani. Hata labda kimakosa sababu chumba kishajaa hichi. Akasema hana cha kufanya until treni itakapoanza kuondoka. Kesho tutasoma kwa anapita nyumbani ndo akague sketi sasa. Kwa hiyo. Sasa itakuwaje? Tuongea nao. Maana mimi alishaniambia atakuwa na mashuka mapya. Na hapo masuala ya mashuka tumeliongelea kweli. Mimi shuka yangu na nukaute. Na mimi nimepanda juu. Ilibidi nipande juu sababu kama zaka hapa kabidi atumie busara zake. Kitanda cha chini amwache mzee. Mzee hata kupiga msamba hivi hawezi. Kabidi atumie busara zake. Sababu tutakuwa naye kwenye treni yule dada. Yule mzee ilibidi alale juu. Ibidi hapo katili huyo. Dada zamani. Tunaweza tukawasha feni hapo. Wamezima nadhani kwa sababu atakule ndani hivi. Afungue bado Kwa sababu ya train imesimama. Wamezima idalishi mimi. Joto vikali. Hivi vitu vinahitaji kinakaa kwa ambao. Ngoja nifungue. Nafungua. Nikajua hadi vio vinafungua na kufungua. Jamani. Mtatumaliza. inabidi tujikae huko mwanangu. Mimi nakuja kukaa huko mbona Fanya vitu vile.
Uzuri sisi extension. Hata kuja kukaa huko mtulia. Huko ndo fresh. Kwa sababu kilikuwa kinashuka lakini mbona ushakifungua tayari? Kishike moja kwa moja. Shika upande kwa moja. Sasa mnatamani tuondoke saa ngapi? Sisi tuondoke saa 3:30. Ndio. Wala sita tufeva, umejua ndio tufanye tufike kule Saa 10. Saa 10 angalau tutakuwa kule kuchu. Saa 10. Tulikuwa tunafika asubuhi. Check nje kulipokuwa giza kwa dadeki. Tukifika siku sana pia itatu. Sisi itatuia vigumu. Bora tulale tuamke alfajiri. Tufike pale alfajiri alafu dada wata anapiga viruti kama wiki mbili. sasa wiki mbili hizo ni kwamba train haijapata mushkili barabarani. Mzee tumuuliza tumeongeana vile kwa sababu bwana hii ishapata mushkili mara moja si mara mbili. Train kubwa hii. Ambayo hii huko ipo more safe kuliko ya kule. Ile ya kati. Ile ya kati mbona inadai sana. Hii toka Uhuru sijui mara mbili. Ngoja nichungulie kwanza huko VIP sio wapi sio. Panaitwa nini? Ba. Kitambaa cheupe jamani. Road to kitambaa cheupe. Let's go my nigga. Wow. Nikiangalia pale juu kuna Flying Fish, kuna konyagi, kuna Red Bull, kuna Malta, kuna Henken, kuna energy drinki, kuna juisi ya chungwa, kuna soda ya Mirinda, kuna take away, local beer zipo, Serengeti Safari, Kilimanjaro, Sailors, Swaki. Wewe sema unataka nini? Tunaangalia kwanza mkuu afu ndo tutajua kama tunafanya nini. Sasa mzee ukae ni pale. Pale Kama mtu anataka bia nini? Na ndio pale. Kwa bora tukae pale. Wow. Ukishuhudia hapa na shaka nyingine ile bwana. Acha bwana. Kweli afu giza cheki mwanangu. Wewe ni zoom kwanza. Poa cheki. Nitaenda baadaye. Mbona sikiza ile ya mkulima sasa? Kitambaa cheupe. Sound bag. How do you find it like to travel all the way from where you're from to South Africa by using this kind of transport? Harder than expected. The buses are really long. I wanted to go to Burundi, but it would take me like 35 hours to get to Burundi from Dar es Salaam. Okay. So, and the Burundi visa is $90. So I skipped that. Where are you coming? Huh? Where are you coming? Germany. Germany. Yeah. Far from here. and you're gonna use the same the same means of transport when you're heading back to Germany. No. You wouldn't know. I flew from Germany to Oman. Yeah. Spent a week in Oman, Zanzibar, because that was the cheapest way to get here. Then one time around Lake Victoria, and now south, and then I fly back from South Africa. You fly from South Africa to Germany. Yeah. So, and what's the reason for you to travel all the way from Germany to here? Culture. Just anything. To explore. Not being bored, I guess, in the end. Not being bored in Germany or anywhere else. Yeah. Explore the world, see what there is. Do you find it fun? Yeah, always. Always fun. Meet so many people. It's incredible. I guess. Yeah. You can always go to holiday and so on, but if you travel for a long time, it's living in a foreign country. From the places you visit, maybe which country you find most maybe interesting? Maybe you think you're gonna come back again and visit. Out of all countries? Yeah. Or Africa? No. I mean, all in Africa. In Africa? In Africa, yeah.
No, I want to come back to all of them at some point. I want to know if there's specific. Yes, which country is most So far, I've interesting? only been to Tanzania, Rwanda, Uganda, and Kenya. Okay. Zanzibar, yeah. Okay, from those you mentioned, Yeah. which one you find, which one is the best? You think it's the best, and you think maybe you can come back next time? I think Tanzania is too expensive. It's too expensive, right? Too National expensive. parks and everything is, and I think it's as well like tourists pay. Nje ni usiku sana, labda kesho. Hapo ndani. Sema it's too dark. Ndani ya ndani. Hapa sasa hivi. Yeah, big. Yeah, there's some kind of like games. Tourists get like insanely weird high prices. People in Tanzania they don't really get the difference between what's cheap and what's not cheap because there's so many safari tourists here who just pay whatever price and then with the best example like one guy in Uganda, Tanzania, but I think nature should not be. It's your own. I understand to charge tourists, but I don't think they should charge locals. Keep them away from their own natural sites. The locals were not supposed to pay. Huh? The locals were not supposed to pay. Yeah, People who are living around that area. exactly. Everyone in Tanzania. It's your country. Oh. Yeah. They have to pay because those areas they are supposed to be conserved. Yeah. That's why people pay. Yeah. Because of There's no lake, or no mountain, or no nothing where you have to pay for. They're all free. So apart from Tanzania, Yeah. which other country the price of the foreigners or the tourists is a little bit higher? Tanzania is the worst. The worst I've ever been to. Really? Yeah. There's no other countries doing it. Africa is in theory cheap for food and whatever. Rwanda is very cheap Yeah. too. But So- before coming here, everyone was like, you're gonna go broke over there. So do you think It's too expensive to travel here. Like you can do a 2 weeks holiday here, you can do 1 month, but it's not affordable to stay here for 4 months. It's way too expensive. so do you think that could affect our tourism sector? How do you think that? Massively. Tanzania is insanely safe. Very, very safe country. So normally, like when you go to Asia, for example, you have like loads of backpackers. They come in their 20s, whatever. They spend 2 months, 6 months there. They spend money every day there. They drink in the evening in bars. They have breakfast. They go on tours. They bring a lot of money. And they go there because they are affordable. All of them, they don't come here. So here is only people who like now really want to go on a safari and who have the money for it. That's come for 2 weeks. I understand it. That's why people who are coming here from Europe, they come in groups. Yeah. Most of them they come in groups so as to spread the cost. I don't know. When you book a tour, for example, Kilimanjaro is when you book it in town in Arusha, you can get a deal 1,300, but more like 1,500. Everyone who booked it from UK or from Germany paid like $2,500 to $3,000. So when you book in advance, everything is so much more expensive. When you look online, what a tour, what a safari costs, it's expensive. But when you get here, it's kind of cheap. When you meet with the locals. Yeah, it's still expensive. Yeah. So guys, this is during night, and this is where I'm going to sleep. And this is our room. We are in the middle of nowhere. I don't see actually what is outside. It's too dark. But yeah, so even it's ngapi? Naangalia kwenye saa yangu hapa. Sasa hivi ni saa 6 kasoro. Watu wengine
tutaendelea na vlog yetu. Good night everyone. I'll see you tomorrow. Morning from this side. This is room 4. This is room 3. Vipi kaka? Shwari. Umekucha bwana. Pole. Wow. It's too cold. Ndo kumekucha wangu. Unausikiaje mwili Umi? Maana mimi mwenyewe nimeamka hapo nilikuwa nasikia mgongo kwanza kama vile unapinda pinda. Bado sina kufika. Sijajua mwanangu, mimi na wewe wote wageni huko. Story just. Japo huyo mshikaji hapo chini kasema eti we are almost there.
Oh yeah. Anaomba handle zenu za Instagram. Yeah. So my friend. Yeah. Safe trip. It was a pleasure. Bye. Huko. Ase na wewe pia mzee. Nyinyi mnarudi Darling? Leo saa 5 tunageuka. Leo mnageuka. Ase Mungu awatangulie. Amina. Na nyinyi pia. Sisi tushafika. Mambo vipi? This is Makambako. We have arrived at Makambako saa 12 asubuhi. So usiku mzima tumetumia safari yetu kusafiri. So now we're just heading straight to Mbeya. How are you? Yeah, definitely we are at Makambako. The weather is a little bit cold. Very cold, yeah. But people are natives of this place are saying it's not cold. But as visitors, we are shrinking. But anyway, Makambako is a good place to be. Yeah. This is my first time being here. So I'm very super excited. I want to. Hata kama ukenda. Sio poa. Tuluke vipi sasa? Tunzetu. No, so asa hapa itakuwa noma. Labda kwa nje. Cheki andazi hiyo, andazi kama kichwa changu. Kwa hapa watu wanasubiri ndio wanakagulia tiketi. Lakini mimi sioni kama ina make sense. Sasa mtu usangeza kupita hata vile akasepa zake. Sasa unakagua nini sasa? Au na askari vile. Askari yuko wapi pa? Unaanza kudocho unatembea. Au mtakadilia ndani ya treni vile vile kusikilizia. Kusikilizia ndani ya treni sio kweli. Shoni anaingia. Alafu sasa kaa anatulia. Watu kitoka naye huyo. Shemeji yuko wapi? Twende naye bwana. Twende naye Mbeya. Shemeji. na mzingua huyo. Sika mtupa wapi? Kunyuma. Ushapeana kodi. Washapeana kodi. Washapeana kodi. Watakutana somewhere huko mbele. Washapeana kodi. Lakini kweli maana you don't know your destiny wanasema.
Unaona, unapiga goti mpaka chini ta. Watoto wana adabu kinoma. Sio kama tulipotoka huko. Baridi mwanangu. Yaani mikono yangu inabadilika kila muda unapozidi kwenda. Cheki. And my fingers. Okay, there. Naondoka shehe. Au tupande nini kwanza mchezo. Ala zamu ya huku, sasa hivi zamu ya hapa.